Habari. Kwa muda mrefu habari mbaya zimechukua nafasi ya kuharibu fikra za Watanzania. Na kwa bahati mbaya, Mheshimiwa Mwenyekiti, watu waliofanikiwa hutumia baadhi ya watu wenye ushawishi kujenga mazingira ya kwamba Tanzania sio sehemu nzuri na haina fursa. Watu hao wanaenda mbali zaidi kuwafanya watu wawape taarifa za kuichukia nchi yao, alafu wageni wanakuja, na kwa sababu wageni hawajui Kiswahili, kwa hiyo hawasikii umbea, wanakuja wanasoma ripoti, wanaona fursa. Hakuna mgeni anayekuja Tanzania akakubali kuondoka kwa fursa zilizoko ndani ya nchi yetu. Lakini wanaenda hatua zaidi. Wageni hao wakija nchini wana compare kule walikotoka na kwetu. Mimi niko pale katika jimbo la Arusha. Huwa nasema mara nyingi, jimbo la Arusha unaongoza dunia. Tuna Wahindi, tuna Wachina, tuna Waarabu, tuna Wadachi, wamejaa pale na wanaishi pale, na wakifa wanazikwa pale. Nyumbani kwao imekuwa pale Arusha. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna fursa. Naomba kutumia hadhara hii kuwaomba waandishi wa habari. Moja, tusikubali kujaza habari za kukatisha tamaa wa Tanzania wenzetu wakati tunazo fursa za kujenga nchi yetu. Jambo la pili, maadili ya taifa letu yako mikononi mwa wanahabari. Vyombo vya habari vikiamua kutokuwapa spotlight watu wenye maadili mabovu, tutalijenga taifa hili la baba wa taifa na kuhakikisha kwamba maadili yetu yanabaki salama. Ninaendelea kuwaomba na kuwasihi kwa unyenyekevu mkubwa. Tusingetamani kutumia vyombo tulivyonavyo kama TCRA pamoja na mamlaka ya ithibati. Tungetamani na wewe uone mchango gani unaotoa katika kulinda maadili ya watoto wa Tanzania. Na wewe ujiulize, mtoto huyo unayempelekea habari za kumbadilisha tabia yake na kuingia kwenye matendo mabovu yasiyompendeza hata Mwenyezi Mungu, kama ni mtoto wako unajisikiaje? Ninawaomba kwa unyenyekevu mkubwa, tuachane na spotlight za watu wanaofanya mambo mabaya. Tuibue fursa tulizonazo na ubora wa taifa letu katika kujenga uchumi wa Tanzania.